Mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, jamaa anayeshukiwa kutembea na hirizi pamoja na nyoka kwa niaba ya kuvuta wateja kwenye biashara hii ya bodaboda, tumeweza kufanikiwa kumpata hapa na tumetumia nguvu nyingi kweli mpaka kubali kuzungumza na sisi. Bana, kwanza mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani kwa majina yako hapa kijiweni? Jina lako maarufu? Jina langu maarufu naitwa Musa. Musa. Musa bana, umeanza kufanya kazi hii toka lini? Sasa hivi na mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Biashara ikoje hii? Biashara kwangu ni ngumu. Ngumu. Shida. Shida abiria hawapatikani yani. Abiria ni wachache, bodaboda ni nyingi, au abiria ni wengi lakini wana watu wao? Abiria ni wengi ila wana watu wao kutumia kwenye simu. Kutumia kwenye simu? Kwa nini na wewe usitumie simu sasa ili uweze kupata abiria? Mimi bado ni mgeni. Bado ni mgeni? Bana, kuna tuhuma bana kwamba siku moja umekamatwa hapo na hirizi lakini umekamatwa na nyoka. Ni kweli? Hiyo ni sio kweli. Sema jamani, nilikuwa naye sehemu moja, tulienda pamoja. Mlienda naye pamoja? Kutafuta hiyo dawa. Kutafuta dawa? Abiria. Ya abiria. Kwa hiyo kitu gani kwanza kilikusukuma mpaka uende kwa mganga kutafuta dawa ya abiria? Alinishawishi jamaa kama ananiambia ukienda kwa mganga ili unapakia sana abiria. Acha utani bana. Na yeye alikuwa ameshawahi kwenda kwa mganga? Na yeye alishawahi kwenda. Bana wewe. Mganga anapatikana maeneo gani? Anapatikana maeneo ya Msangani huko. Msangani? Msangani. Kwanza hebu tupe story kidogo kwamba ilikuwaje siku hiyo, kwamba mlianza vipi? Alinikuta kijiweni kwamba maana yeye alikuwa anapakia sana, akaniambia mbona wewe umeganda tu muda wote? Kama twende sehemu nikupeleke. Ukamwambiaje? Nikamwambia haina shida, poa twende, na mimi nahitaji mafanikio kama wewe. Mkaondoka zenu? Tukaondoka zetu. Baada ya kufika kule nini ambacho kiliendelea? Baada ya kufika kule kwa mganga akatupa dawa ya kutumia ya kuoga na kuvutia wateja. Kama umeoga na nini? Maendeleo yakawaje sasa baada ya kutoka kwa mganga? Maendeleo yakawa mazuri. Abiria tunawapata wengi tu. Yaani wakija ukimonyosha mkono tu anakuja bila kupinga. Yaani inamvuta? Inamvuta yani. Watu wako wameanza kutumia dawa hiyo sasa ni muda gani? Sasa hivi kama na miezi miwili. Miezi miwili? Kwa siku nalala na shilingi ngapi? Kwa siku 50, 60. I say. Lakini hirizi unayo mfukoni? Hapa hirizi haipo. Hirizi tumeiacha nyumbani. Hirizi umeacha nyumbani? Lakini ushawahi kutembea nayo? Nishawahi kutembea nayo. Kwa nini unaamini mambo ya kishirikina na sio Mungu ambaye anatoa riziki? Jamaa maana aliniambia kwamba hirizi ndio kila kitu. Hirizi ndio kila kitu? I say. Kwa hiyo sasa maarufu hapa watu wote wakaja wakafahamu kwamba wewe unatumia dawa bana. Unatumia nyoka, unatembea naye mfukoni. Wakafahamu hivyo kwamba mimi natumia nyoka. Lakini unatamani kuachana na hizo, umtegemee Mungu au unaendelea nayo? Natamani kuacha ili nimtegemee Mungu. Kwa sababu gani unasema unatamani kuacha? Kitu gani, changamoto gani ambayo unaipata moyoni mwako? Kwa sababu wengi sasa hivi bana viwango vimetofautiana, kama ni hirizi imechuja. Hirizi sasa hivi haikusaidii chochote? Sasa hivi haisaidii chochote. Mambo ni magumu. Mambo ni magumu. Haujawaza kurudi labda kwa mzee aliyokusaidia? Sijawaza tena kurudi. Nikaona kama mambo yatakuwa labda tazidi tena kuwa yale. Yatakuwa zidi kuwa magumu. Sawa, nini sasa wito wako labda kwa bodaboda wengine ambao wanatamani kuingia kwenye mambo ya kishirikina? Mimi nawashauri tu waachane na hayo mambo, wamwabudu Mungu tu. Kwa sababu atakupeleka siku 2-3. Atakupeleka siku 2-3, siku nyingine atakufelisha. Bana, anatupa story nzito ambayo mimi nilikuwa nasikia tu maneno kwa watu kwamba bana bodaboda wengi wanatumia dawa. Jamaa anasema kinyosha mkono tu njoo twende. Kwa unajikuta anapakia abiria wengi lakini anatembea na hirizi yake, anaoga dawa na wateja alikuwa anapata, lakini kwa sasa anaelezea kwamba dawa imechuja na mambo ni magumu kweli. Anatamani kuachana na hii kazi, na hayo mambo kabisa ya ushirikina, lakini amewasihi vijana wenzake waendesha bodaboda, usiende kwa mganga. Mungu anagawa riziki kwa mafungu yake. Labda tukiwa tunaelekea mwisho sasa, ukiwa hapa kijiweni ushawahi kukutana changamoto kubwa ambayo ukasema kwamba leo ni changamoto, ni siku mbaya kazini? Ndio, nimekutana nazo hizo. Naweza nikatoka huko asubuhi nikaja hapa nikakaa hata masaa 3 hapa sijapakia.
Masaa matatu. Pikipiki ni ya kwako au ni mkataba? Hii ni pikipiki ya kwangu. Ya kwako. Nimemaliza mkataba mwezi uliopita. Familia yako? Familia iko nyumbani. Wanategemea bodaboda waweze. Wanategemea bodaboda ili waweze kula. Nini wito wako sasa labda kwa serikali kwa waendesha bodaboda? Wito wako ni upi labda, au neno gani unaiambia serikali kwa waendesha bodaboda? Una changamoto gani labda pengine, au unazungumzaje serikali? Changamoto sasa hivi bado tunakamatwa na ratu sasa hivi kwenye kulipia. Kwa hiyo wakija tu hapa tunakimbia yani. Kwa nini msilipie? Hela ni kubwa sana, 17,000, maana kutwa nzima unatafuta 17,000 yenyewe uipati hapa kwa sasa hivi. 17,000 kwa muda gani? Kwa mwaka mmoja. Acha utani basi. Sasa 17,000 kwa mwaka mmoja brother. Yani mwaka mzima. Ukisema uwe unaweka hata 100, 17,000 inapita kabisa. Kwa bodaboda hizo hela kuweka inakuwa ngumu kwa sababu una majukumu mengi. Bodaboda majukumu mengi. Kwa sababu bodaboda napenda sana wanawake. Hapana, sio wote, baadhi tu. Wewe unao wangapi? Mimi na mmoja tu. Mmoja? Mke wako? Ni mke wangu. Neno moja sasa unamwambia nini mke wako huko aliko? Huko aliko mke wangu namwambia nampenda sana. Unatafuta? Niko huko natafuta kazini. Akuombee? Niombee dua, na kila siku nikitoka asubuhi lazima niombee dua napoenda kazini. Mimi nikushukuru sana. Asante. Haya. Na mtazamaji wa Sullivan TV, tumetoka kuzungumza na mwendesha bodaboda mwingine hapa ambaye alikuwa anatuhumiwa kwamba anatumia mambo ya ushirikina wengine kuweza kupata wateja. Ametueleza mambo mengi na sisi tumenufaika na maelezo yake na tumepata funzo kupitia yeye. Nikusii sasa endelea kufuatilia Sullivan TV pamoja na Djuma TV kwa habari mbalimbali.